Naam, turudi Afrika Mashariki ambapo serikali ya Tanzania imefungulia mashtaka ya kiuchumi mwanaharakati Mange Kimambi ambaye anaishi Marekani. Hakuna maelezo zaidi katika tovuti rasmi ya mahakama nchini Tanzania kuhusu makosa yanayomkabili Mange. Lakini hatua hii inakuja mwezi mmoja baada ya mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari kumlaumu mwanaharakati huyo kwa kuchochea maandamano ya ghasia yaliyotokea katika siku ya uchaguzi. Johari alisisitiza kuwa watachukua hatua dhidi yake na lazima akamatwe. Lakini Mange Kimambi ni nani hasa? Leila Mohamed na maelezo zaidi. Naombeni wa Tanzania muende Kisutu mkasikilize kesi yangu. Mange Kimambi anashtakiwa na serikali ya Tanzania kwa makosa ya kiuchumi na kesi yake itatajwa kwa mara ya kwanza hapo kesho Alhamisi Disemba 4. Katika hati hii ya mahakama imeonyesha hakimu atakayesikiliza na muda, lakini hakuna maelezo. Mapema mwezi uliopita, mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari alisema kuwa lazima mwanadada huyo akamatwe. Lakini je, Mange Kimambi ni nani hasa? Ni mwanamitindo aliyebadilika kuwa mwanaharakati wa siasa na ndiye muasisi wa maandamano yaliyotokea Oktoba 29 kwa kupinga kile anachokiita kuwa ni mwendelezo wa ukiukaji wa haki za kibinadamu na unyimwaji wa haki za kiraia nchini Tanzania. Amekuwa akihamasisha mabadiliko ya kimfumo ikiwemo tume ya uchaguzi, katiba mpya, kupinga rushwa na viongozi kujilimbikizia mali. Mange ni mama wa watoto watatu anayeishi Los Angeles nchini Marekani. Harakati za Mange kupinga serikali ya Tanzania zilianza tangu wakati wa rais wa awamu ya 5 John Pombe Magufuli, takriban miezi 6 tu baada ya kuingia madarakani na rais huyo kupinga kuonyesha mubashara kwa mikutano ya bunge. Mange aidha akiwa na wafuasi karibu milioni 3 kwenye ukurasa wake wa Instagram miaka 4 iliyopita, alitumia umaarufu wake mitandaoni kumuunga Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani baada ya kifo cha mtangulizi wake John Magufuli, na hata kuhudhuria katika ziara yake ya kwanza nchini Marekani, na wawili hao walipiga picha. Hata hivyo, mambo yakabadilika na leo hii anatumia ukurasa huo huo na ushawishi wake kumpinga. Mange ni mmoja wa watu wa awali nchini Tanzania miaka ya mwanzo ya 2000 kufungua blogu na kuzungumzia maisha yake na marafiki zake pamoja na mitindo ya mavazi. Lakini pia alizungumzia habari binafsi mbalimbali za watu maarufu waishio ndani na nje ya Tanzania. Mange ambaye aliwahi pia kuomba ridhaa ya uteuzi kutoka Chama cha Mapinduzi kuwania nafasi ya ubunge jijini Dar es Salaam, amejikusanyia wakosoaji wengi kama ambavyo alivyo na mashabiki wengi. Wakosoaji wake wengi wamekuwa wakipuuza harakati zake za kisiasa kwa kile wanachodai kwa wakati mwingine Mange amekuwa akitumia lugha ya matusi na isiyo na staha, hasa anapomkosoa rais na viongozi wengine wa serikali. Lakini kwa wanaomuunga mkono, ukurasa wa Instagram wa Mange Kimambi umekuwa jukwaa lao la kupaza sauti kuhusu changamoto za huduma za kijamii na mwenendo wa hali ya kisiasa nchini Tanzania. Wakosoaji wa serikali na wanaharakati wa haki za binadamu wameendelea kuonya kwamba haki za kisiasa na uhuru wa vyombo vya habari na watu kujieleza imeendelea kuminywa nchini Tanzania. Hata hivyo, serikali imekuwa ikitupilia mbali madai haya.